Na mazungumzano yanaanza na ukweli. Bila ukweli hakuna mazungumzano. Hakuna hapo viongozi wa dini au yani mtu ambaye ana roho nzuri, hata nyinyi mtu mwenye roho nzuri hamwezi kuongea kitu cha maana kwa kudanganyana. Lazima kubezi kwenye ukweli. Bila ukweli hamwezi kuongea kitu cha maana. Na sio kuwahiana kwa sababu mimi nitamtriki, nitunge swali nidhani nitamtisha, nitafanya hivi. Hapana. Sisi hata ukitutisha, hiki kinachofanyika kwenye kanisa Katoliki, tuna uzoefu wa kuishi na serikali za aina zote duniani. Alikuja Mkatoliki mwenzetu mmoja anaitwa Adolf Hitler. Alianzisha kikosi chake cha wasiojulikana kilichokuwa kinaitwa Gestapo. Kwa miaka 12 amelitesa kanisa na kuwaua mapadri, watawa, ameua na kuwachafua. Ya mambo naambia alijiteka, sijui ana madeni, sijui ana wapenzi, sijui ana nini. Sawa, ni mwanadamu ndani. Sasa kwa nini unawaua wote? Mapadri wako 1000 kama Tanzania, mapadri wako karibu 3000. Sasa kama Padri Kitima hafai, sasa simshirikie Kitima tu, mchukueni peleka ndani huko, mwekeni ndani, muondoe. Sema tutaanza kuwashughulikia, tuondoe mapadri wabaya, alafu tuseme sasa nyinyi ndio sasa mnaanza kuweka na mapadri. Sasa serikali inaanza kuchagua padri mzuri au padri sio mzuri. Kwa hivi napenda kusema kwamba kanisa tutaendelea kusimamia ukweli, ukubalike usikubalike tutaendelea. Lakini tunachoomba, Tanzania tulikuwa wa kweli. Tanzania tulikuwa wa kweli. Kwenye mambo ya siasa tulikuwa wa kweli mpaka 2015. Baada ya pale Watanzania tunaishi kwenye uongo kisiasa. Na tusipouacha uongo tunaharibu taifa. Tunaharibu nchi. Hakuna mtu asiyependa kujitawala. Ibara ya 8. Kila mtu anataka kujitawala na kutawala nchi hii, na ana haki ya kuonyesha hiyo nia kutawala. Apewe ridhaa na wenzake. Unapowazuia watu kutawala kwa ujanja, kwa uonevu, unaleta matatizo. Hilo lazima tuliweke baya. Sasa hayo yasiposhughulikiwa, tutaweza tukaweka walinzi hata kwa kila mtaa. Inaweza kufanya kazi. Watu wasi nani, lakini tatizo usipolitatua kwenye ukweli, bado unajenga tatizo kubwa zaidi.